Leo nimeona posti ya msemaji wa serikali anaitwa Gerson Msigwa. Anadai kuna watu wameandika namba yake kwenye mtandao, na kwa sababu hiyo kuna watu wengi wamemtumia message aidha za matusi, si za kumkejeli, si za kufanya nini. Mimi binafsi, mimi ni mwanademokrasia maisha yangu yote. I don't condone kwa watu kutukana watu, sikubaliani. Hata wanachadema, mimi najenga hoja, na hoja zangu ni za moto. Kuna wengine wanaziita matusi, lakini mimi situkani mtu. Nasema ukweli vile ulivyo. Kama ni nyeusi nitasema ni nyeusi. Sasa watu wanaita ule ukweli matusi, wanasema hivyo shehe. Lakini mimi hakuna siku utanikuta nimetukana. Lakini mimi natukana sana kwenye mitandao, wakati mwingine na watu inbox, watu wanatumwa wananitukana. I don't care. Mimi na ngozi ngumu, naheshimu maoni ya kila mtu. Unapokuja kwenye public press, unapokuja kuongoza chama kama hiki cha kwetu, kina mamilioni ya watu, kila mtu ana misimamo yake, ana utofauti wake. Anapokukosoa wala sio nia mbaya, anahitaji kueleweshwa. Kuna wengine pia wana nia mbaya, unapaswa kuelewa. Una watu wengi nchi na watu milioni 65. Sasa bwana Msigwa, kwa sababu namba yake imetolewa kwenye mtandao, anasema hivi, naomba ile message niisome kwa kifupi. Amesema kuna Nguchiro wameandika namba yangu ya simu kwenye mtandao, na kwa sababu hiyo natukanwa, si nimetumiwa message, si nini. Sasa mimi sina kama nilivyosema, sikubaliani na watu kutukana watu. Tunapaswa kutofautiana kwa hoja, sio kwa matusi. Ameandika maandishi marefu sana, lakini my point ni kwamba shehe, unapokuwa kiongozi wa serikali kwenye jamhuri, hii nchi ni jamhuri, na nataka mnielewe. Samia anafikiri nchi hii ni ya kifalme. Viongozi wengi wa serikali wanafikiri nchi hii ni ufalme wao na watoto wao. Nchi hii ni mali yao. Zamani wafalme walikuwa wakifa, unachaguliwa uzikwe, kwamba wewe utazikwa na mfalme, unazikwa naye, kwa sababu mfalme hawezi kuzikwa peke yake, unazikwa ukiwa mzima. Ndio maana tawala nyingi za kifalme Ulaya zilianguka. Mfalme anakula, anashiba, na wewe upaswi kuhoji. Ufalme wa mwisho ni wa Ufaransa, mfalme Louis wa 16. Wao wanaishi, anatumia fedha za mali za nchi zinakusanywa, yeye anatumia anavyotaka. Watu wakaandamana. Watu walipoandamana, mtu wa mfalme yuko juu ya gorofa, anawaona watu wanaandamana, anauliza hao wanaandamana kwa nini? Wanasema wanadai mkate. Ulaya watu wanakula sana mkate, kama ugali hapa kwetu wa ugali. Mkate, ngano, mkate, kila kitu utaona wazungu ni mkate. Wanadai mkate, kama mtu aseme wanadai ugali au wali. Antoinette ambaye alikuwa mke wa mfalme anauliza wanadai mkate. Haupo, ndio. Kwa nini wasile hata keki? Yaani mtu hana mkate, wao unasema ale keki, shibe. Watu wakakasirika sana, wakamkamata mfalme Louis wa 16, wakamgilotini. Kugilotini, wakamchinja kwa Kifaransa. Sasa tawala nyingi za kifalme zikaanguka, ikageuka. Hata Uingereza ambao wana mfalme amebaki simbo tu, lakini shughuli zote za serikali zinaendeshwa na waziri mkuu na bunge. Jamhuri maana yake
Wananchi ndio wenye mamlaka, viongozi ni watumishi wa umma. Ndio maana ya jamhuri, ndio maana ya neno jamhuri. Nchi hii ni ya Watanzania, ni ya kwenu, sio ya Samia na mtoto wake Abduli. Kama wangechaguliwa, wao ni watumishi wenu, wanapaswa kuwasikiliza nyinyi. Ndio maana ya jamhuri. Na katiba yetu ibara ya 8 inasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi inayofuata misingi ya demokrasia na haki jamii, na kwa hiyo wananchi ndio msingi wa mamlaka na madaraka yote. Serikali itapata mamlaka na madaraka yake kutoka kwa wananchi kwa njia ya kura. Sasa mwananchi ambaye ni bosi wako akikukosoa, akikutukana, akifanya nini, unaweza kumtukana bosi wako? Gerson Msigwa ameita wananchi nguchiro. Sasa sijui kama mnaelewa uzito wa hili jambo. Gerson Msigwa ni msemaji wa serikali. Kauli yoyote anayoisema Gerson Msigwa ni kauli ya serikali. Ni kama Brenda, ukimsikia Brenda amezungumza, yule wa Chadema imezungumza. Leo Gerson Msigwa anaposema wananchi wa Tanzania ni nguchiro, ina maana serikali yao inaita wananchi nguchiro.